Lihaki Mwenyezi Mungu. Hizo ndo tetesi na tuhuma ambazo zimempata, ikiwa ni pamoja na barua ambayo ilitoka Kenya Films and Classification Board, Kenya Film Classification Board, ambapo anatueleza content ambayo iko pale ndani. Mimi na issue ambayo ningependa kujua kutoka kwako bwana Embarambamba. Kwa nini uliamua kuchukua mwelekeo wa sarakasi za kujichafua? Ndio umetueleza kwamba kuhusiana na matope, kuruka kwenye majumba, kwenye paa za nyumba, wakati wa matamasha. Wakati niliingia kwa hii ministry ya gospel. Number 1 niliangalia wasanii wote East Africa. Nikaona kila msanii anaimba pole pole. Sasa ngasema vile nimetoka secular. Nikisema nimekuja gospel hakuna mtu ananiangalia. Nikaona lazima nifanye kitu kiko tofauti na hao wasanii wa gospel. Yenye taweza kufutia watu ili wanisupport kwa mtandao. Okay. Kwa hivyo sema kitu kwa nataka ni views. Yeah. Ulikuwa unataka attention na views. Yeah. Hata kama ingebidi ufanye kitu ambacho sio sawa, uliona kwamba attention na views ndio kitu ambacho unahitaji. Nilijaribu kufanya tupa ile nyimbo sasa za pole pole. Sile zinaenda kama sile za pole pole za SDA. Lakini napata hakuna mtu anaangalia. Lakini nikiingia hii ya matope na kupanda juu ya tents. Kama ile nilifanyia David President wakati alikuwa Deputy William Ruto, ile Kibirigo. Ile nilifanya nikatolewa kwa roto ya kutumbuiza President Ruto. Ile nilifanya ili nilete ile tesi ni Embarambamba ameswitch kutoka secular ameenda gospel. Yaani hiyo watu wajue, lakini ikanichomea tena mbele. Yaani kuna kitu nafanya nafikiri ni mzuri, lakini kwa public na kuchomea. Kimaadili, kistaarabu, hauoni kwamba unakiuka? Kwamba ukizingatia kwamba hiyo ulikuwa unaenda perform kwa viongozi, rais, must you, ilikuwa lazima ufanye hizi sarakasi? Hakuna njia nyingine labda ungeweza kuentertain vizuri tu? Ama unaona kwamba bila kuentertain kama watu wengine wanavyo entertain? Unajua huyu wako president sasa hivi William Ruto aliniita kwa Sogoi. Sasa nikamtumbuiza pole pole tu. Lakini sasa ile niliambiwa sasa Embarambamba. Ruto atakuja Kisii kuchangia boda boda. Sasa niliona kwacha nifanye ile Wakenya wananipenda. Kuruka kwa tents. Kwa Wakenya wanapenda ama wanaangalia kujiuliza kama uko na akili mama? Wanachanganyika, wanaona kama ni wasimu. Wewe mwenyewe unajiona uko sawa? Niko sawa. Umia labda. Samani niliingia kwa choo na sewage. Samani. Wakati sija kucha gospel, nilienda kugaragara chini kwa shule ilikuwa inachangiwa pasi. Huko kwetu Kisii. Kumbe choo, kuna choo ilianguka, nyasi ikamea, sasa imefanana uwanja. Sasa mimi kwaana nikafikiri ni uwanja, ngaingia ndani tu. Ukaingia kwenye choo. Lakini sasa askari mmoja ndiye aliniona nikiingia kwa hiyo nyanzi. Unajua huko unaona ni nyanzi lakini ndani ni choo. Akanivuruta akanileta choo. Na ingine wakati roads ilikuja Kisii. Lakini hiyo gari haikuwa na ile waya ya kusikilia kanda hapo. Sasa ile nilikuwa kuna ile dance inaenda kama roundabout tata nazunguka sana. Ngapata nimekanyaga hapa kando ya gari hapo juu, ngateleza ngaenda kwa ram. Kufika kwa ram kupenduka, ngaingia kwa siwe ilikuwa inafunguliwa direct. Hiyo siwe ilikuwa direct live. Sasa ukikanyaga hivi unapata imekuja juu. Machokora peke yake Kisii ndio walikuja kunisaidia haraka haraka. Ngachenza naendelea na. Kwa hayo yote ambayo yanakutokea, wewe huoni kwamba unahatarisha maisha yako? Ndio niliacha secular ngabadilisha. Lakini unafanya bado kwa gospel. Hiyo ambayo unaita gospel, bado unafanya the same things. Hauoni kwamba inakuhatarishia maisha yako? Kwa leo vile nimesomea kwa mastaka ndio nimechua hiyo ni mbaya sana kwa neno. Unajutia kile ambacho umekuwa ukifanya? Sasa hivi vile nimeona kuna vitu ambao sio sawa. Kwanza kama hii nililia Kiptumu nikikanyaga juu ya bike, alafu na pepa mwingine juu. Nikikanyaga juu, nakanyaga juu ya bike kienda na mwingine juu. Ile ni hatari. Utaweza kustakiwa mbaya sana. Leo ndio nimechua. Okay, uko na alama kwenye uso wako. Hii ilikuja 2010. Hii
Hii ilikuja 2010 ya bodaboda. Wakati Saira tulikuwa makombat. Niliona hii sasa hatuusi. Sasa bodaboda ikakuja ngaona wacha nirudi niache usanii nirudi kwa barabara. Kurudi kwa barabara tukakutana na umbo mjamzito. Kwa barabara. Saira nilikuwa na kisipiti ya 70 usiku. Ikanipi